السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى وعلى آله وصحبه كرام شرفا. أما بعد kumshukuru Allah na kumtakia rehema bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yapasa kusema alhamdulillah. Ndugu yangu Muislamu, tunaendelea kukumbushana kama alivyosema mtume, balighu anni walau aya, nisaidie mimi katika kufikisha ujumbe wangu lau ulijua aya moja. Tunakumbushana katika jambo zima la kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na madhambi mbalimbali tunayoyafanya, na Mwenyezi Mungu katuahidi hata tulifanya dhambi aina gani, makubwa kiasi gani, yeye kusema atatusamehe. Anasema Mungu qul katika surati Zumar, anasema qul, sema ya mtume, sema ya Muhammad, ya ibadi alladhina asrafu, enyi waja wangu ambaye kwamba mnaofanya madhambi, mnaofanya israfu, manake mmefanya madhambi mengi, mmerundikiza madhambi, ala anfusihim, juu ya nafsi zenu, la taqnatu min rahmatillah, msikate tamaa kutokana na rehema za Allah subhanahu wa ta'ala. Usifike kiwango ukasema bwana mimi hapa sisamehewi tena. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a, hakika Mwenyezi Mungu anasamehe madhambi yote. Innahu huwal ghafurur rahim, na Mwenyezi Mungu ni mwingi wa kusamehe na mwingi wa huruma. Kwa hiyo ndugu yangu Muislamu, jitahidi sana kurudi kwa Allah, hata kama ulifanya madhambi aina gani. Hakuna mja asiosamehewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kama anataka msamaha na akarudi kwake na akajuta kwa nini amefanya madhambi yao na akaacha kufanya na akazimia kutokufanya tena, isipokuwa usifanye masahara kwamba leo umefanya madhambi kesho unatubia, leo umefanya madhambi unakuwa masahara ya lile kosa ulikuwa unafanya, siku mbili umetubia, siku mbili unarudia tena katika yale madhambi. Katika hadithi Mtume sallallahu anasema, hadithi iliyopokewa na Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anasema sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nimemsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, ya ibn Adama, ewe mwanadamu. Hadithi hii ni katika hadithi al-Qudus. Ya ibn Adama, ewe mwanadamu, innaka ma da'autani, hakika wewe mwanadamu muda ambaye kwamba umeniomba mimi, warajautani, na ukarejea kwangu, Mungu anasema ghafartu laka, ninakusamehe wewe, ala ma kana minka, juu yale ambaye kwamba yalikuwa kwako, Mungu anasema wala ubali, wala sijali. Ya ibn Adama, ewe mwanadamu, lau balaghti, lau yakifika dhunubuka, madhambi yako, anana samaa, ujazo wa mbingu, thumma astaghfartani, kisha ukanitaka msamaha mimi, ghafartu laka, tumeza sala nani, Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema nitakusamehe wewe, wala ubali, wala sijali. Ya ibn Adama, ewe mwanadamu, innaka, hakika wewe, lau ataitani, lau kinija mimi, biqurabil ardi, na ujazo wa ardhi, khataya, makosa, ukaenda kwa Mwenyezi Mungu na ujazo wa ardhi kwa makosa, umefanya madhambi sana, sasa ukatubia kwa Allah, thumma laqaitani, kisha ukakutana na mimi, la tushriku bi shay'a, ukawa hujanishirikisha na chochote, hujafanya shirki, maana yake hujabudu vitu vingine pamoja na Mungu, anasema la ataituka, nitakuja wewe, biqurbiha, na ujazo huo maghfiratan, msamaha. Rawahu Tirmidhi. Kwa hiyo Allah Subhanahu wa Ta'ala katika hadithi hii Qudus anatuambia sisi hata tulifanya makosa aina gani, yani makosa yenyewe yamejaza, imejaa dunia nzima. Umefanya kosa mtu paka dunia nzima imejaa makosa yako, ukimtaka msamaha yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala anakusamehe. Kwa hiyo tujitahidi sana kutubia kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa mambo mbalimbali unayofanya. Kama ulikuwa mlevi, basi tubia kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, mtake istighfari Allah. Ulikuwa mchawi, acha uchawi, mwelekee Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulikuwa mzinifu, acha uzinifu, mwelekee Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na kama ulikuwa mchawi, hata kama uliua watu wangapi, yani uliwafanyia watu kuwasababisha madhara mbalimbali, lakini ukitubia kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah atakusamehe. Wa ila huna tahi, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.